Nakumbuka ile siku ya upadrisho mama akafurahi, yaani mpaka yaani ukimwangalia hivi unaona jino lingine la huko la kwenye ushogo. Wewe mama. Yule anasema huyo. Yaani sasa ukienda nyumbani, yaani anasikia tu raha. Sio mama analipa fulani. Mama hata anapata hamna hata chakula cha mwana. Kweli. Mbona unaweza kuwa binti? Mama sasa ana umri anaenda kama miaka 70. Lakini ukimwangalia neema tunayopata kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo msiogope ndugu zangu wapendwa. Hizi ahadi ni za kweli. Na ahadi za Mungu ni za kweli. Sio za uongo. Mwanadamu anaweza kudanganya. Lakini Mungu hawezi kudanganya. Naomba nimalize hii alafu hapa break kama ya dakika 10 tu. Ili tupumzike tunyoshe kidogo. Alafu nakuja tuendelee na jambo lingine kidogo hapa. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya Moyo Mtakatifu kwa Yesu na Ekaristi Takatifu. Na ndio maana wana moyo wengi ukiangalia wanapenda sana Ekaristi Takatifu. Uongo. Kuna uhusiano mkubwa sana. Nakumbukeni nilipoanza mwanzoni pale nasema kitabu cha Yohana. Nilisoma pale mwanzoni. Nikasema alipochoma ubavu yake maji na damu ilitoka. Maana ile ndilo chimbuko la Ekaristi Takatifu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami yake. Hao ndio wana moyo. Kwa hiyo anatualika leo hii ukisoma Injili ya Yohana ile sura ya 13 anatuambia kwa kuwa aliwapenda walio wake waliokuwa ulimwenguni aliwapenda mpaka mwisho. Aliwapenda upeo. Ukisoma Yohana ile sura ya 13 inatupa ile chimbuko sasa la Moyo Mtakatifu wa Yesu na nini Ekaristi Takatifu inamaanisha. Kwa hiyo Moyo Mtakatifu wa Yesu una uhusiano mkubwa sana na Ekaristi Takatifu. So maneno haya yanaendelea kututanguliza na kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu. Hii inatualika kwamba Yesu anapenda bila kikomo. Na tunalolipata katika Ekaristi Takatifu ni moyo wa Yesu ulio na shukrani kwa mwanadamu. Mwanadamu anatoa Ekaristi Takatifu kama ishara ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mema mengi ambayo anatutendea. Ndipo pale tunapata maji. Kwa hiyo tuna uhusiano mkubwa sana. Huwezi, ndio maana umeona kwenye zile Yesu alichoma. Yesu ameomba tupokee nini? Komunyo. Yesu ameomba tukomunike. Maana wewe kama ni mwanamoyo, alafu una vikwazo cha ukomuniki. Hapa ni vitu vile ambavyo haviendi sawa. Huwezi ukasema kwamba unanipenda, unaniita Mungu, lakini bado unisujudii. Hapana. Ni lazima unipende mimi. Ni lazima uende Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ningetamani mfahamu, Luka, ukisoma Injili ya Luka ile sura 22 aya 19 anakuambia huu ndio mwili wangu. Ukisoma huu ndio mwili wangu nilioutoa kwa ajili yenu. Huu ndio moyo wangu nilioutoa kwa ajili yenu. Ndio maana huu ndio moyo wangu uliochomwa kwa ajili yenu. Ndio maana tunasherehekea Ekaristi Takatifu kila wakati. Mwanamoyo ni lazima utafune huu mwili wakati wote. Yaani hata ukiweza kwenda misa kupokea komunyo kila siku, wewe hiyo kwako ni business. Ni chakula chako hicho mwanamoyo. Sababu hiyo inaonyesha ni jinsi gani unampenda Yesu, ni jinsi gani unaendelea kumkaribisha katika maisha yako. Moyo uliochomwa ndio ishara ya Ekaristi Takatifu. Jambo la pili natuelekeza hivi. Moyo uliochomwa ni ishara ya Ekaristi. Kama nilivyosema pale mwanzoni, ile Yohana 19:34 kwamba alipochoma basi na askari pale ubavuni, mara ikatoka damu na maji. Kwa hiyo tunapata uhusiano mzuri sana pale. Damu ni nini jamani? Kwenye ile huu mfano wa Yohana 19:34. Damu ndio nini? Ndio Ekaristi. Alafu maji, ubatizo. Tumebatizwa, alafu tukawa sehemu sasa ya nini? Ya familia ya Mungu. Jana tumesherehekea ubatizo wa Bwana, si ndio wapendwa? Hii inaonyesha kwamba kwa kubatizwa sisi wote tunakuwa sehemu ya moyo wa Yesu. Sehemu ya familia kubwa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo jambo msisahau. Kuna mtakatifu mmoja wengi mnamfahamu, anaitwa Mtakatifu Agustino. Anasema hivi, kanisa lilizaliwa kutoka katika ubavu wa Kristo kama Hawa alivyozaliwa kutoka ubavu wa nani? Ubavu wa nani? Adamu. Kanisa limezaliwa kutoka ubavu wa Yesu.
kama Hawa alivyozaliwa vile vile kutoka ubavu wa Adamu. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimetoka kwenye ubavu wa Mungu, kanisa letu limetoka kwenye ubavu wa Mungu, wanamoyo wote nyie ni ubavu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo ndivyo kanisa mtakatifu wa Agustino anatuambia kabisa, kanisa limezaliwa kutoka kwenye ubavu wa Bwana wetu Yesu. Kwa hiyo tuna damu, maji ndio ule ubatizo, ndio kuzaliwa kwetu upya, kuingia katika familia na sehemu kubwa ya Mwenyezi Mungu. Jambo lingine, Ekaristi. Ekaristi, jambo la tatu, Ekaristi ni moyo wa Yesu ulio hai. Ekaristi ni moyo wa Yesu ulio hai. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia moyo wa Yesu alafu eti umelala. Ekaristi ni moyo wa Yesu ambao unaishi. Kwa hiyo heartbeat, unaona kabisa mapigo yake yanaendelea kwa kupitia Ekaristi. Hayo ndio mapigo ya Yesu. Kwa hiyo kadri tunavyoenda kupokea Ekaristi, uwepo wa Yesu tunauona uwepo wa Yesu. Kwa hiyo itanishangaza sana kama upokee Ekaristi alafu unasema kwamba wewe ni mwanamoyo. Kwa sababu yeye mwenyewe ukisoma ile Injili ya Yohane ile sura ya 6 mpaka aya ya 16 anatuambia hivi, huu ndio mwili, huu ndio mkate, mimi ndio ule mkate unaoshuka kutoka mbinguni. Unaona? Mkate unaoshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo Ekaristi ni moyo wa Yesu ambao unaendelea kufunga. Mapigo yake yako live, sio umelala. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya Ekaristi takatifu na moyo mtakatifu wa Yesu. Huyu mama huyu ambaye namzungumzia sana, Mama Maria Margaret Alapo, yeye alisema hivi, moyo wa Yesu unaumia kwa kutokujali na kudharau Ekaristi. Moyo wa Yesu unaumia sana kwa wale wote ambao hawajali na wanadharau Ekaristi. Moyo wa Yesu unaumia sana, kwa sababu Ekaristi ndio inaonyesha uhai wetu, inaonyesha uhai wa moyo mtakatifu wa Yesu. Jambo lingine ambalo ningetamani mlifahamu ni kwamba jambo la moyo wa Yesu unaendelea kupiga katika tabernacle. Katika tabernacle, tukiingia kwenye kanisa letu tunakuwa na tabernacle pale. Unapoingia tu pale unaona moyo wa Yesu. Na moyo wa Yesu unakuwa kwa mfumo wa tabernacle. Mapigo yake yanaendelea. Na ndio maana mara nyingi saa nyingine nikienda St. Joseph labda nimeenda kwenye ofisi za jimbo, utakuta watu wengi, kuna ile kanisa la maabudio lile. Kwa watu wamejaa. Kwa nini? Kwa sababu wanaenda kushuhudia mapigo ya moyo wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Muda wote Ekaristi takatifu iko pale. Watu wanaenda kuabudu. Wakipata ile lisali moja la saa 7 mpaka saa 8 la mapumziko. Usije mkasema eti watu wasali. Jamani, watu wanasali. Mpaka saa nyingine nawaonea hivyo. Mjini watu wanashuka kwenye magorofa yao kule mjini huko St. wapi. Kanisa ukiingia pale mchana imejaa. Kama kwa unajiuliza hapa watu wamekosa nini hapa? Hiyo mbio kutoka kwenye ofisi anasema hili lisali moja kuliko nipige umbea na shoti hapa. Huyo ngoja nimesema tutasali. Ananizao kanisa. Ile lisali moja misa ya nusu saa pale akitoka hapa anaenda na abudu, anarudi ofisini. Wengi wa Kristo, wengi wanaojitambua wanafanya hivyo. Makanisa ya mjini nimeona sana. Na nikiona vile mimi wote nasikia raha. Sasa huyu Mungu anaishi. Huyu Mungu anaishi. Usifikiri hao unatengeneza pesa, ni matajiri wale wengine. Wako vizuri. Wewe imagine mtu ametoka ofisi labda tuseme ndio director, CEO, kashuka huyu anaenda ngoja ukiangalia kanyamkare kanyamkule fulani umekaa pale ili hata mambo ya Mungu huna. Afukaangalia kuna watu wana imani jamani, acheni utani. Mimi nikionaga hivi upande wangu unaendelea kuwaka moto. So pamoja na haya yote mtu anaondoka. Ili ni saa moja saa 7 mpaka saa 8. Amina. Na mwingine anafanya kila siku. Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa mtu yuko pale. Akimaliza kanisa la maabudio anaondoka. Kwa hiyo kama wewe unasubiri atatereka leo, utasubiri sana. Tangoja mno. Lakini wala atatereka. Utasubiri siku ya filisiki. Sasa aidiwa huko. Wewe unasubiri eti ayumbe hayumbi. Hayumbi hata kidogo, unajiuliza kwa nini? Kumbe tu maisha yake amejikabidhi, anaishi kile kidogo, maisha yake ya kawaida. Sio kwamba hata anafanya kwa kujionyesha, ndio maisha yake. Kashazoea. Watu kama wana furaha. Kila mtu ana furaha.
Kwa hiyo hilo nalo ambalo mimi naombea. Ekaristi takatifu haijawahi kumwacha mwanadamu. Kwa hiyo mapigo ya Yesu yanaendelea kupiga katika kanisa. Na ndio uhusiano kati ya moyo wa Yesu na Ekaristi takatifu. Tusome Injili ya Mathayo sura 28 aya 20, anakuambia nami nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hiyo inamaanisha nini? Maana bado moyo unaendelea kupiga. Nami niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari, niko pamoja nanyi. Kwa nipo pamoja nanyi. Sasa Yesu anakuhakikishia hilo mama yangu baba. Yesu anakuhakikishia hilo pia, niko pamoja nanyi. Jambo lingine ambalo ningependa kuwashirikisha kati ya uhusiano wa moyo mtakatifu wa Yesu na Ekaristi takatifu. Moyo mtakatifu wa Yesu unaonekana katika sadaka ya misa, kwa sababu ni sadaka ya shukrani. Kwa hiyo wana moyo, mnapofanya ibada ya misa takatifu, tunaona ni jinsi gani mioyo yetu inamrudishia Mungu shukrani kwa ule upendo ambao yeye mwenyewe ametuonyesha sisi. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo tunaalikwa kweli tuendelee kufanya. Na ukisoma maandiko matakatifu, ukisoma katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 9 aya ya 26, anatuambia yeye Kristo mwenyewe alijitoa kuwa sadaka. Kristo mwenyewe alijitoa kuwa sadaka. Na hii sadaka kwa ajili ya kuikomboa mimi na wewe. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo wana moyo tunafanya. Na mtakatifu mmoja anaitwa Mtakatifu John Chrysostom aliwahi kusema hivi: tunachokitoa juu ya madhabahu ni Kristo yule yule aliyesulubiwa msalabani. Sisi mapadri tunapoadhimisha ibada ya misa takatifu tunatoa sadaka ile ile ambayo Yesu alitoa pale. Ndicho Mtakatifu John Chrysostom anaendelea kufundisha, kwa sababu Yesu ndiye altare, Yesu ndiye mwana kondoo, na Yesu ndiye mwanzilishaji wa ile sadaka. Si kama tunaelewana? Hayo mambo matatu ni muhimu. Pale tunapopata, ndio pale anachukua nafasi ya Yesu. Kwa hiyo maana yake Yesu ambaye ni altare, Yesu ambaye ni mwana kondoo aliyechinjwa, na Yesu mwenyewe mwanzilishaji au mtoaji wa ile sadaka. Ndilo jambo ambalo linatokea kila tunapofanya ibada ya misa, sadaka ya misa. Kwa hiyo ni Yesu aliye yule aliyesulubiwa pale msalabani, ndio huyu anaitoa hii sadaka tena hapa. Kwa hiyo ni Kristo anayeishi. Kristo ni yule. Sina kuna ile nyimbo ya Katoliki sio zile za kina mama. Kristo ni yule anayeishi. Kwa hiyo ndugu zangu, ile ni sadaka. Kwa hiyo tunapofanya sadaka ya misa, tunataka wapendwa sana. Kitu kizuri. Tunakutana na Yesu macho kwa macho. Na kuna muda ambao unakuwa very powerful kama ule muda wa maombi, ambapo wote tumepiga magoti pale, yani kinachoendelea pale, yani basi miujiza tu ndio inatokeaga pale. Nasikia kama ushawahi kujiuliza kwa nini unakuta hata kama kulikuwa kuna kelele, hata kama ni watoto, utasikia tu kuna kaukimya ambacho wewe ukaelewi kanatoka wapi. Kila mtu anatambua kwamba ule ndio ule wa saa. Lile saa Yesu analolitaka. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya moyo mtakatifu wa Yesu na sadaka ya misa takatifu. Na jambo la mwisho kuhusu uhusiano ambalo ningependa kabisa linatugusa sana sisi wana moyo kwa upendo. Moyo mtakatifu wa Yesu ni chanzo cha upendo ndoa, lazima tujue hilo. Lakini Ekaristi takatifu ni upendo huo ukiwa hai na unaopatikana. Kwa hiyo tunapokea Ekaristi na tunapokea mwili na damu ambaye ni Yesu anayejitoa kwetu kila siku, kila wakati. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ninaomba sasa msikie kidogo. Nyoshe mguu kidogo hapo nje. Ndio tatu kunywa maji. Baada ya chakula. Tunarudi. Maana ninaambia sasa kienda sana sasa.
Endapo tumeenda sana, sababu tumechelewa kuanza. Unajua mimi saa 3 niko hapa. Sana mama wangu hapa saa 3 ndio zangu. Maana tulikuwa tumelala tukifanya masaa 3. Umeona raha ilivyo? Lakini kwa sababu tumelala tunafanya masaa 3. Si sawa jamani? Sawa. Hapo nataka tuende mpaka saa 8. Hapo. Sita jamani. Sita kwa sababu pia kuna mali na jukumu fulani. Kwa hiyo tuna lisaa nyingine hapo nzuri tu na kutosha. Dakika 10 ukipumzika vizuri, tuna lisaa nyingine moja. Na tutamaliza tu wala msijali. Tutamaliza vizuri. Ili basi hiyo chachu lakini tutaenda tutashirikishana sisi wenyewe na tutashirikisha wengine ambao hawajaweza kufika jangoni na nini. Ili basi huu moyo ukaenee, ukajulikane, alafu hizo ahadi zirudi kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunatakia mapumziko mafupi.